Sabbath. Sabato njema. Okay, let's come to our theme. Turejee katika ujumbe wetu wa wiki hii. Jesus, my forever friend. Okay, when you say, I want you to stand up, okay? Jesus, my forever friend. Wow, wow. Thank you for the singing program. Asante kwa kipindi cha uimbaji. And thank you for our visitors today. Na tunashukuru kwa wageni wetu leo. Choir from Bujinga. Kwaya ya Bujinga. Choir from Ndembela. Kwaya ya Ndembela. And a choir from Tukuyu. Na kwaya ya Tukuyu. We are most welcome you. Tunawakaribisheni sana. Here at TAPS this week. Hapa katika kanisa la Tapsi wiki hii. We had a week of spiritual emphasis. Tulikuwa na juma la msisitizo wa mambo ya kiroho. Since Monday until today. Tangu Jumatatu mpaka leo. And we are going to finish it right now. Na tunaenda kulimaliza leo. And this is my last sermon. Na hili ni hubiri la mwisho. And don't you worry about the English we are using. Msijali kuhusu Kiingereza kinachoenda kutumika. This is the kind of setup here at school. Hii ndio mpango ulioko hapa shule. I was told that niliambiwa ya kwamba when you come here to preach, ukija hapa kuhubiri, you have to preach in English. hubiri kwa Kiingereza. So that's why I'm using English. Na ndio maana natumia Kiingereza. But my translator will do it. Lakini mfasili wangu atatumia Kiswahili. This is the setup of this school. Hii ndio utaratibu wa shule hii. And God has been with us throughout the week. Mungu amekuwa nasi wiki nzima. And I've enjoyed being here. Na nimefurahia kuwepo hapa. At first I thought that these children do not understand what I'm preaching here. Kwa mara ya kwanza nilidhani watoto hawa hawaelewi ninachozungumza. But I wondered. Lakini nilishangazwa. When I asked them questions. Wakati nawauliza maswali. They replied it. Walijibu kwa usahihi. Correctly. Kwa usahihi. I was amazed. Nilistajabishwa. And this is God working. Na hii ndiyo kazi Mungu anayoifanya. In this institution. Katika taasisi hii. Do we have someone who can say? Tunaye mmoja anaweza kusema. All of the sermon that I've preached throughout the week. Masomo yote. Who can do it? Masomo yote niliyofundisha wiki nzima. Oh, we have. Tunao. Come. The other one, are you a girl or a boy? Okay. I need also a girl. Come in front. Come in front. Na msichana aje pia. Come in front. Njoo hapa mbele. Come in front. Njoo hapa mbele. Okay, Pastor want to know if you got what he was teaching. He was preaching, okay? Mchungaji anahitaji kujua alichokuwa akikihubiri hapa. Are you going to start or this one? Nani ataenda kuanza? You will start. Okay, come. The key text of this week. Kwanza fungu la wiki. It was come from the book of ilitoka katika kitabu cha Yohana 15 verse 15 na mstari wa 15. On the first day, na siku ya kwanza we learned about the head of the title. It was about Jesus, he knows my name. Kichwa cha somo kilisema Yesu hujua jina langu. And it was about the story of Zacchaeus. Na ilihusu kisa cha Zakayo. On the second day, siku ya pili, it was about Jesus hearing our prayers. Yesu husikia maombi yetu. It was of First Samuel. Ilitoka katika kitabu cha Samueli wa kwanza. And it was about the wife of Elkanah, who is Penina and Anna. Ilikuwa inawahusu wake za Elkana, Penina pamoja na Hana. On the third day, siku ya tatu, it was about ilikuwa kuhusu Jesus, he walks with me. Yesu anatembea nami. And on the fifth day, siku ya tano,
it was about Jesus helped me to go. Yesu nisaidia mimi kukua. On the sixth day, it was Siku ya leo, siku ya kuhitimisha, it was about the heading of the lesson. It was Jesus, my friend Jesus is coming soon. inahusu rafiki yangu Yesu yuhaja tena. And Shout amen again. Tuseme It's amen. not enough. Once again. Amen. Wow, wow, wow. Thank you very much. Asante Have sana. a seat. Nenda ukakae. Do I have my gifts in my bag? Begi lile limejaa zile zawadi. Look if there is my gift there. Angalia kama kuna zawadi. Our kids test was come from John chapter 15 verse 15. Fungu la wiki nzima linatoka Yohana 15 mstari wa 15. And the first lesson, Somo la kwanza it says, linasema God knows my name. Mungu hujua jina langu. And the story was about Zacchaeus. Na kisa kilikuwa cha mtu mfupi Zakayo. And the second lesson, Somo la pili, Jesus listens me. Yesu ananisikiliza. And the story was come from Anna. Na kisa kilimuhusu Hana. And the third lesson, Na somo la tatu, Jesus forgives me. Yesu hunisamehe. The fourth lesson, Somo la nne, it was about the fourth lesson. somo la nne, It was about Jesus walks with me. Yesu anatembea nami. And the fifth lesson, Somo la tano, it was about Jesus helped me to grow. Yesu hunisaidia mimi kustawi. And the sixth lesson, Somo la sita la kuhitimisha it was about ni kuhusu Jesus, my forever friend is coming back. Amen. Yesu rafiki yangu wa milele yuaja tena. Shout a big amen. Amen. It's not enough. Once again. Amen. Thank you very much. You can have your seat. Asante sana, waweza kwenda kuketi. I've said, Ndiyo maana nikasema God has been with us in this week. Mungu amekuwa nasi wiki hii. It is not a simple thing to remember all these sermons. Si kitu kirahisi kukumbuka mahubiri yote haya. It is through God. Ni kwa sababu Mungu yuko nasi. And our last sermon, Na somo la mwisho say, linasema put your hope to Jesus. weka tumaini lako kwa Yesu. Put your hope to Jesus. Weka tumaini lako kwa Yesu. And we're going to read from the book of Ezekiel Na tutasoma kitabu cha Ezekieli 37. sura ya 37. Ezekiel 37. Ezekieli 37. The Bible says from verse 1. Na Biblia inasema tangu fungu la kwanza. Today I'm going to read 10. Leo nitasoma mafungu 10 tunapoenda kuhitimisha. The Bible says Biblia inasema from verse 1. toka fungu la kwanza. The hand of the Lord came upon me Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, and brought me out in the spirit of the Lord, naye akanichukua nje katika roho ya and Bwana, set me down in the midst of the valley, akaniweka chini katikati ya and it bonde, was full of bones. nalo lilijaa mifupa. This prophet Ezekiel, Huyu nabii Ezekiel, one day siku moja he was in the dream, alikuwa katika njozi. and in the dream Katika ndoto yake God, Mungu alizungumza naye and he said, na akamwambia, Ezekiel, Ezekieli, Ezekiel, Ezekieli, Ezekiel. Ezekieli. And in that valley Na katika bonde hilo there were many bones. kulikuwa na mifupa ya watu mingi.
And he saw those bones in dream. Na hiyo mifupa aliota ndotoni. And he saw many bones which were dry. Na kaona mifupa mingi iliyokuwa mikavu. They have been there for so long. Ilisalia pale kwa miaka mingi. So they became dry and dry and dry. Na hivyo ikakauka sana. And God told Ezekiel, na Mungu akamwambia Ezekiel, do you see those bones? Unaitazama mifupa hiyo? They said, yes, I see them. Na akasema nimeiona. Verse 2. Mstari wa pili. Then he caused me to pass by them all around. Akanipitisha karibu nayo pande zote. And behold, na tazama, there were very many in the open valley. Palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda. And indeed they were very dry. Nayo tazama ilikuwa mikavu sana. Verse 3. Mstari wa tatu. And he said to me, akaniambia, Son of man, mwanadamu, can these bones live? Je, mifupa hii yaweza kuishi? God is asking Ezekiel. Mungu sasa anamuuliza Ezekieli, can bones live? Hii mifupa mikavu yaweza kuishi? I want you and I to think. Nahitaji sote tufikiri sasa. You find bones in the valley. Unakutana na mifupa iko katika bonde. They are dry. Imekauka. They have been there for so long. Imekuwepo pale kwa kipindi kirefu. And someone says, na mtu anakuambia, can these bones come to life? Haya, hii mifupa yaweza kuishi? Can these bones come to life? Je, mifupa hii yaweza kuwa hai? That means hii inamaanisha those bones were people who died so long. Mifupa hii ilikuwa watu waliokufa miaka mingi. So long. Miaka mingi. And they have been there. Na ilikuwepo pale. Rain has been there. Imekuwepo pale ikiwa imelala. Sun. Mvua na jua zimeonekana ikiwepo pale. So they've become very dry. Hivyo imekauka sana. Now God is telling Ezekiel, now Mungu anamwambia Ezekiel, can these bones live? Mifupa hii yaweza kuishi? Is it possible for the bones to live? Je, inawezekana mifupa kuishi tena? Is it possible? Inawezekana? Now listen, my dear friends. Sasa sikilizeni rafiki zangu. Now listen, my dear friends. Sikilizeni rafiki zangu. It might happen, inaweza ikatokea, that your future is dry. Ya kwamba kesho yako imekauka sana. You don't see your tomorrow. Hauoni kesho yako kwa wazi. The business is corrupting. Biashara inaanguka. Family matters are not going on well. Familia inapalaganyika. You reach in a point you can say, no, I cannot go ahead. This problem. Unajitazama unasema siwezi kusonga mbele kwa for the students who are here. Kwa wanafunzi walioko hapa. The exam is tomorrow. Unaona mtihani ni kesho. And today you are sick. Na leo naumwa. You cannot study. Huwezi kusoma. When you think of tomorrow's exam, na unapotafakari kuhusu mtihani wa kesho, you see an F coming. Unaiona F inakuja. That we can resemble it with the dry bones which Ezekiel saw. And God told Ezekiel, lakini Mungu akamwambia can these bones live? Hii mifupa yaweza kuishi? Listen, which Ezekiel provided. Sikia jibu la Ezekieli. And Ezekiel said, na Ezekieli akasema, so I answered, nami nikajibu, oh Lord God, you know. Bwana Mungu, wewe wajua. My dear friends, rafiki zangu, choir members who are here, waimbaji mlioko hapa, from Ndembela and Bujinga, tokea Ndembela hadi Bujinga, teachers of TAPSI who are here, walimu wa TAPSI walioko hapa, my fellow pupils, wanafunzi. When you have this friend of ours, Jesus, unapokuwa na rafiki yetu Yesu, when you have this friend of ours, Jesus, wapo na rafiki yetu Yesu, when you are facing a huge problem, unapokabiliana na tatizo kubwa, with your naked eyes you cannot see beyond that
problem. Machoni pako huoni mbele. Your hope is dry like dry bones. Tumaini lako linakauka. I want to assure you, ninahitaji nikuthibitishie, our Jesus is able to help us get out from it. Yes, tusaidia kutoka katika tatizo. He is able to get us out of the problems. Anaweza kutuokoa. It doesn't matter how big the problems are. Haijalishi tatizo ni kubwa kiasi gani. He is able to help us climb the mountains. We cannot climb by our own self. Huweza kutuwezesha kupanda milima there is no river we cannot cross when we have this Jesus. Hakuna mto tusioweza kuvuka. There is no mountain we cannot climb when we have this Jesus. Hakuna mlima tuwezao kushindwa kupanda pasipo Yesu. There is no mountain we cannot climb without Jesus. Hakuna mlima tunaoweza kushindwa. That's why throughout the week I've been telling you about this friend of ours, Jesus. Ndio maana wiki nzima nimewaeleza habari za Yesu. Mko tayari kwenda naye in your life? Katika maisha yenu? If you are ready, say amen. Kama mko tayari, semeni amina. Now I want to make this story short. Nahitaji kufupisha kisa hiki. Mungu alimwambia Ezekiel, now go and prophesy to the bones. Nenda tabiri kwa hii mifupa. And preach to the bones. Now, it is a crazy thing. Hiyo ni kitu cha kushangaza. Find a prophet preaching to the bones. Unamkuta mhubiri anayehubiri mifupa. Ezekiel was told by God, go and preach to the bones. Ezekiel aliambiwa nenda kahubiri mifupa. And tell the bones. Na uiambie mifupa. If you trust in God, kama mnamwamini Mungu, you shall live again. Mtaishi tena. Ezekiel went to the valley full of bones. Na Ezekiel akaenda Now bondeni. come with me to imagine. Hebu tafakarini nami. The valley is there. Bonde liko pale. And Ezekiel is here. Na Ezekiel yuko hapa. He has been told by God to preach to the bones. Ameambiwa na Mungu ahubiri mifupa. Because he knows the way powerful God is. Na kwa kuwa anajua jinsi Mungu alivyo na uwezo, he accepted. Alikubali. And he went. Na akaenda. He started prophesying. Akaanza kutabiri. He started prophesying. Akaanza kutabiri. He started preaching. Akaanza kuhubiri. To the dry bones. Kwa hii mifupa. And he said, hey, dry bones. Sema mifupa mikavu. Hey, dry bones. Mifupa mikavu. If you believe in God, kama wamwamini Mungu, if we believe in God, kama wamwamini Mungu, you shall live. Mwaweza kuishi tena. Live again. Mwaweza kuishi tena. You shall live again. Mwaweza kuishi tena. As he was preaching to the bones, na alipokuwa akihubiri kwa mifupa, as he was preaching to the bones, alipokuwa akihubiri, there was a wind came in. Upepo ukaja. The wind came in. Kisurisuli bones started to shake. Na hiyo mifupa ikaanza kutikisika. The bones started to shake. Mifupa ikaanza kutikisika. Started to shake. Mifupa as he was preaching, alipokuwa akihubiri, as he was preaching, alipokuwa the bones started to shake. Ile mifupa ikaanza kutikisika. And the bones start to connect to each other. Sasa mifupa ikaanza kuungana. The leg, ule mfupa wa mguu, connected to the knees bone. Ukajiunga na mfupa wa goti, na ule mfupa wa goti connect to the thigh bone. Ukaenda kwenye mfupa wa kiuno. Na ule mfupa wa kiuno connect to the waist bone. Ukaenda kwenye mfupa wa uti wa mgongo. Waist bone. Mfupa wa kiuno. And the waist bone. Na mfupa wa kiuno. God connect to the backbone. Ukaenda kwenye uti wa mgongo. And the backbone. Mfupa wa uti wa mgongo. God connect to the shoulder bone. Ukajiunga na mfupa and the shoulder bone. Wa mabegani. Mifupa ya mabegani. God connect to the neck bone. Ukajiunga na mifupa ya shingoni. Na mifupa ya shingoni. God connect to the head bone. Ikajiunga na mifupa ya kichwa. Skeleton is na yakasimama. Hallelujah. Amen. Together. Tuko pamoja. Are you following? Tunafuata. If you are following, say amen. Amen. Read it from the Bible. Na tusome kutoka katika Biblia. Same book, Ezekiel 37. Kitabu hicho cha Ezekiel 37. Let's read verse 10.
Twende mstari wa 10. So I prophesied as he commanded me. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru. And a breath came into them. Pumzi ikawaingia. Now listen, the skeleton is stood. Ule mfupa ulio kamili ukasimama. Now God told Ezekiel, continue preaching, prophesying. Na hapo Mungu anamwambia Ezekieli, endelea kuhubiri. So as he was prophesying, kadri alivyokuwa akitabiri, breath came into them, pumzi ikawaingia, and they lived. Ndio tunasoma sasa. Yeah, we read. Let's start afresh. Turudie tena. So I prophesied as he commanded me. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru. And the breath came into them. Pumzi ikawaingia. And they lived. Wakaishi. And they stood upon their feet. Wakasimama kwa miguu yao. And a exceedingly great army. Jeshi kubwa mno. Then he said to me, kisha akasema nami, Son of man, mwanadamu, these bones are the whole house of Israel. Mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. They indeed say, tazama, wanasema, our bones are dry, mifupa yetu imekauka, our hope is lost, matumaini yetu yamepotea, and we ourselves are cut off. Tumekatiliwa mbali kabisa. My dear friends, rafiki zangu, it doesn't matter how your life dry is. Haijalishi maisha yako yamekauka. It doesn't matter how your business block is. Haijalishi biashara yako inayumba yumba kiasi gani. It doesn't matter how your spiritual growth is. Haijalishi maisha yako ya Kikristo yanayumba kiasi gani. If you believe in him, kama ukimwamini, if you trust him, kama ukimwamini, there's nothing can hinder you from succeeding. Hakuna kitakacho kuzuia kufanikiwa. If dry bones came to life, kama mifupa mikavu iliweza kuishi tena. If dry bones came to life, kama mifupa mikavu iliweza kuishi tena. You are facing big like mountains. Hiyo changamoto unayopitia kubwa kama mlima is nothing before God. Si kitu mbele za Mungu. Is nothing before God. Si kitu mbele za Mungu. If dry bones can live, kama mifupa mikavu yaweza kuishi, there's no any stone in your life can hinder you from succeeding. Hakuna kisulisuli kinachoweza kukuzuia kufanikiwa. There's no mountain can hinder you. Hakuna mlima waweza kukuzuia. There's no river you cannot cross. Hakuna mto utakaokuzuia kuvuka. When you are with this friend of ours, wapo na rafiki yetu huyu, if you have problems, unapokuwa na matatizo, you call him and he'll come to rescue. Unamuita naye anakuokoa. If you have this friend of ours, unaye rafiki yetu, knows each and everything you are going through, kila unachokipitia, he knows each and everything. Anajua. He knows your name. Anatambua jina lako. He knows the number of hair you have. Anajua vyote vinavyokukabili. So if dry bones lived, kama mifupa mikavu iliishi, if dry bones lived, kama mifupa mikavu, there's nothing can hinder you. Hakuna kitakacho kuumiza. If you are with Jesus. If you are with Jesus. Kama uko na Yesu. As I'm coming to the end of this week of spiritual emphasis, tunapohitimisha juma hili la msisitizo wa kiroho, let me emphasize on this. Ngoja nisisitize jambo hili. In your life, don't leave Jesus. Usimuache Yesu. It doesn't matter what you are going through. Haitajalisha unapitia nini. If your fellow Christians abusing you, kama Wakristo watakutukana, don't leave Jesus. Usimuache Yesu. If your father says you should leave Jesus, kama baba yako atakushawishi kumwacha Yesu, don't leave Jesus. Usimuache Yesu. If your fellow pupils say you should leave Jesus, kama mwanafunzi mwenzako akikushawishi kumwacha Yesu, don't leave Jesus. Usimuache. If your fellow member if a fellow choir member says you should leave this Jesus, kama mwimbaji mwenzako akikushawishi, don't leave Jesus. Usimuache. You have to live with him
forever and ever. Since I accepted him as my personal Savior and Lord, I've never regretted. I am very happy being Jesus. I say I am very happy to be under the hands of Jesus. You don't understand me. I say, since I accepted this Jesus as my personal Savior and Lord, I have never regretted. I have never regretted. I say I have never regretted. Amen. What do you say, church? Amen. What do you say, church? Amen. The sermon I preached during the divine service, I talked about our friend is coming soon. And I said I want to be with you in that land. And now I want to repeat the same thing. As I live in this institution today, if we shall not meet again, let's meet in heaven. Let's meet in heaven. I say let's meet in heaven, where our friend forever lives. Where our friend forever lives. I want you to stand so that we may pray and we put ourselves under the hands of God. As we walk through this troubled world, you should not lose hope. Put your trust in God. Put your trust in God. When you are sick, put your trust in God. Put your trust in God. Put your trust in God. Let's pray. Our dear loving Father, Baba yetu mpendwa, thank you for each and everything that you have given me. Asante kwa kila ulichonipatia. You have made it possible for me to come to this school and preach your word. Umewezesha mimi kuhudhuria hapa kuhubiri neno lako. Throughout all of the 6 days, katika siku 6 zote zilizopita, I have preached your word the way you gave me. Nilihubiri kile ulichoniambia. My dear Lord, mpendwa Mungu wangu, let this sermon that I've preached, naomba mahubiri niliyoyahubiri, they may not go in vain. Yasipotee bure. 1 or 2, moja au mawili, one person or 2 persons, mtu mmoja au wawili, or the whole school, au shule nzima, we may meet in heaven. Tuweze kukutana mbinguni. And Father, Baba, there are some people who are facing challenges right now. Wapo watu wanapitia changamoto hata sasa. And they are here in your house. Wapo ndani ya nyumba yako hapa. Your healing hand, mkono wako wa uponyaji, extend to each one of them. Uguse kila mmoja wao, so that their problem may be solved. Ili changamoto zao zipate suluhisho. I believe you're going to do so. Natumaini utafanya hivyo. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Everybody who believes, kila aminie, shout amen. Na aseme amina. Shout amen. Amen. May our good Lord bless you. Mungu wetu mwema awabariki. May our good Lord bless you. Mungu wetu awabariki. Get seated. Tuweze kuketi. Amen. Amina.